Kwa majina mimi naitwa Roman Waema na ni kiongozi wa chama cha madereva wa masafa marefu tawi la Mombasa. Chama hiki kiko na zaidi ya wanachama 5,000 na wale ambao bado tunaendelea kuwa recruit ni zaidi ya 200,000 na leo hii ningependa kuzungumzia kuhusu utendakazi katika bandari ya Mombasa, na ningependa kuzungumza kwamba kumekuwa na ushirikiano mwingi na wafanyikazi katika bandari ya Mombasa. Kumekuwa na ushirikiano ambao umeleta natija, licha ya kwamba kumekuwa na changamoto nyingi. Hizi changamoto tumeweza kuzikabili sisi sote kwa pamoja, maana ni mambo mengi ambayo tumeyaweka kwa KPA na KPA wameweza kutusikiza na wameyafanyia kazi, hasa yale matatizo ambao tumekuwa nayo katika bandari ya Mombasa. Mahusiano kama haya na ni mahusiano ambayo yamekuja kwa sababu ya ushirikiano mkubwa sana ambao umeonyeshwa na uongozi wa bandari ya Mombasa. Ikieleweka kwamba hapo awali rais alivyosema kwamba mizigo yote ipakiliwe sasa katika bandari ya Mombasa, hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo iliwakuta wale wafanyikazi waliokuwa katika ile bandari, kwa sababu ilibidi sasa waanze kuclear volume kubwa sana ya mizigo, na bila ushirikiano kungetokea changamoto ya kwamba mizigo ni kama ambao haiendi. Lakini kutokana na uongozi wa bandari ya Mombasa pamoja na wafanyikazi wa Mombasa, hakika tumeona mabadiliko makubwa, na si mabadiliko tu hivi ambayo tunasema kwa mdomo, ni mabadiliko hata mtu akaenda katika bandari ya Mombasa atayaona vile shughuli zinavyoendelea katika ile bandari. Nimekuwa na wanachama wangu na wengi wanasema kwamba japo kuna changamoto hapa na pale, hizi ni changamoto ambazo zinaweza kusuluhishwa kwa njia ya mazungumzo, ambapo niko na imani kupitia kwa uongozi wa Kapteni Ruto tunaweza kukaa tukazungumza na bandari yetu ikawa bandari bora katika nchi za Afrika, na vile vile bado ni bandari bora kwa sababu ni bandari ambayo imeteremsha mizigo mingi sana kushinda bandari zingine katika East Africa. Kudos, shukran sana Captain Ruto, asanteni sana, na nawatakia Ramadhani Karim wafanyikazi wote wa bandari ya Mombasa, maana licha ya Ramadhani bado mnaendelea kufanya kazi ambayo inaonekana. Shukran sana. Mbele yangu niko na dereva ambaye pia amekuwa akiingia na kutoka katika bandari ya Mombasa, na huwa yeye ni kama reliever driver. Kwa hivyo ina maana kila siku yeye katika bandari ya Mombasa, na zile changamoto ambazo ziko pale yeye anaziona, na ile sekta ambayo imeimprove ama ile pande ambayo iko na mabadiliko yeye mwenyewe anaona. Kwa kweli tunaweza kusema kwamba kuna mabadiliko, na ni mabadiliko ambao hayawezi kufichika, na ningeomba Wakenya wawe na utaifa pia, waone ile kazi ambao Captain Ruto amefanya, bila ya kuangalia kwamba lazima kuwe na mtu huyu, lazima kuwe na mtu huyu, lakini tuangalieni kazi na yale matendo ambayo kapteni ameweza kufanya, na ule uhusiano ama ule muamko ambao ameuleta katika bandari ya Mombasa. Siku za huko nyuma kulikuwa na malalamishi mengi sana kutoka kwa wafanyikazi. Kulikuwa na maandamano, ambapo maandamano na ili mvurutano wa huku na huku ulikuwa unazuia shughuli za bandari zisiweze kufanyika katika ile njia na ustahili. Lakini tangu aingie kapteni sijawahi kuona mgomo wote wa watu wa makuli. Kile ambacho nimeona ni kuendelea, na amekuwa na ushirikiano mkubwa pia na viongozi wa chama cha bandari, sisi wenyewe pia ikiwa ni chama, maana amefanya pia viongozi wa bandari wapate muda pia wa kushirikiana na wale watu wengine, tukija kwa upande wa utetezi wa haki za kibinadamu. Kwa hivyo kwa hilo mimi nampa kongole na namshukuru sana kapteni. Mwenyezi Mungu akuajalie uendelee na kazi njema katika bandari ya Mombasa. Na siku za hivi karibuni pia ulikuwa umesema kwamba tutapata parking. Tunaomba uharakishe hii parking tupate kwa haraka, kwa sababu magari yetu yanaibiwa vipuri yanapopaki pale nje, na kumekuwa pia na kusumbuliwa pale na maaskari. Kwa hivyo ilikuwa tunaomba utupatie parking mahali ambapo itakuwa tunapaki magari,
na wewe unafanya kutuita tukiingia kuja kupakia mizigo. Otherwise kazi yako tumeiona, na tunaomba uendelee na moyo huo huo kujenga hili taifa letu tukufu. Shukran.